kwa sababu kuna mataifa mengine ambayo yamefanikiwa katika kufanya mipango miji ya kisasa, lakini pia kuzingatia mipango miji. Je, mnaweza mkatupa hiyo blueprint, hao ni wakina nani labda na kutuambia kwamba sisi Tanzania tuko kwenye nafasi gani, mkitujaribu kutupanga pale tuna fit kidogo kwa miji ambayo bado haijawa na pressure kubwa kama Dar es Salaam ambayo tunaona ina wakazi wengi karibia milioni 8, lakini pia kuna maeneo tayari yameshakuwa sugu kiasi kwamba ikitokea moto umewaka hata gari la kuzima moto haliwezi kupita. Ikitokea labda hata daraja limekatika, hata mawasiliano ya sehemu nyingine hayapo. Mnaweza mkatupa hii blueprint kidogo, wenzetu waliofanikiwa ni kina nani na sisi tuko wapi? Sasa mimi naweza nikaelezea katika sehemu kuu mbili. Kuna nchi za Afrika ambazo limevuka katika eneo hilo. Lakini pia tuna nchi ambazo ni za nje ya Afrika ambazo pia zimevuka katika eneo hilo. Nchi kama Singapore, wao wana teknolojia ya smart city. Okay. Smart city. Wow. Simuelewa vizuri. Lakini pia wao pia wana emphasize kwa kiasi kikubwa sana compact development. Hiyo ya makazi kuwa vertical au wima. Okay. Lakini pia nchi kama Singapore, wao pia wameyapanga makazi yao mengi sana kuwa ya kijani. Wanafanya reservation kwa kiasi kikubwa sana. Umeona vizuri, lakini pia wana maintain ukuaji wa watu, ongezeko la watu. Okay. Lakini nchi kama Tokyo pia wao wamefanikiwa katika usafirishaji, ambapo imepelekea upunguaji wa foleni kwa kiasi kikubwa sana katika nchi hiyo ya Tokyo. Okay. Tukompea pia na Singapore. Nao pia wana mfumo wa MRT. Kwa Tanzania sisi tuna BRT. Lakini kwa Singapore wao wana MRT. Tofauti ni nini hapo, labda unaweza kutujuza kidogo ili tuweze kujua BRT na MRT? Tunajua ni rapid transport. Kwa hiyo angalau unaweza kuturashia. BRT na MRT tofauti ni vyombo na namna ya usafirishaji wa wananchi.